Leo kama kawaida tumejia tena katika channel yako pendwa Mshahara TV, na mimi mtangazaji wako ni Rusiel Mshahara. Na leo niko pande za Mbagala Mponda, nimekuja kupiga story mbili tatu na msanii maarufu kwa jina la MC Toffa. Tunaweza tukamsikiliza na nini cha kutueleza. Kaa kwa kutulia, na pia utapendeza sana ukisubscribe na kulike na kuwabomba na unyama pia. Okay, kama nilivyosema awali, leo niko na mtu mzima Toffa kipande cha Mponda. Mwanangu, mambo vipi? Da, fresh. Unyama kabisa. Good kabisa. Ile. Fresh. Sawa, Texas. Watu pamoja na mashabiki zako wangependa wajue jina lako halisia na mishe zako ambazo unazifanya. Pia kwa maana mimi nakujua kwa jina la MC Toffa. Sasa ilikuwaje hadi katokea ujiite hilo jina la Toffa? Karibu. Kwa majina ni rasmi naitwa Christopher Huka. Lakini jina la usanii natumia MC Toffa. Hivyo tu yani. Sawa. Na katika harakati zako za muziki, nini kilichokupelekea mpaka ukaimba mtindo wa singeli? Kwa nini usiimbe amapiano? Kwa nini usiimbe bongo flava? Nini ambacho kimekupelekea mpaka ukaweza kuimba singeli? Kuna muziki aina nyingi sana. Ningeweza kufanya hata hip hop, hata reggae, hata R&B. Lakini ya muziki wa singeli ndio muziki ambao mimi mwenyewe unanifeva na upenda sana. Kwa maana nimeamua kufanya singeli. Sawa. Na vipi raia kwa huko nje, yani raia wanaupokeaje muziki wako? Ngoma zako wanazipokeaje raia? Karibu. Raia nyimbo wanazipokea fresh. Hivyo ndio maana napata kazi ndogo ndogo nini, show ndogo ndogo nini tunafanya fresh maisha. Na unaadili tu na singeli ama kote unapiga mapiano, taarabu? Karibu. Mimi nafanya muziki wa singeli, lakini pia napenda sana muziki wa bongo flava napenda. Sasa nini ambacho kimekwamisha hadi uende tu direct kwenye singeli, usianze huko kwenye bongo flava? Kama nilivyosema mwanzo tu, muziki wa singeli, unajua kufanya aina ya muziki ni vile ambavyo mtu mwenyewe anavyopenda, unatamani kufanya muziki wa aina gani. Kwa sasa hivi mimi napenda sana kufanya singeli, lakini kama kuna wakati utafika inabidi nifanye bongo flava, basi nitafanya. Na katika kazi ambayo unaifanya hii ya muziki wa singeli, unasimamiwa na watu ama unajisimamia wewe mwenyewe? Karibu. Mimi najisimamia mwenyewe, sina management lakini support na marafiki nini ambao ndo nao support. Kusema management kama management bado si. Na una mpango gani kitokeo management ya kukusaidia wewe kama wewe? Inakuwaje? Fresh, nipo tayari fresh, lazima tutafanya kazi na maisha mengine yataenda. Sawa. Na umefanikiwa kushuti video ngapi labda au hujashuti hata moja? Mpaka sasa hivi na video takribani nazo video kama 4. Na audio nazo nyimbo kama 6, lakini bado hazijatoka na mpango wa kuzindua, lakini bado muda utakapofika ndazitoa. Sawa. Na pia tunajua katika kazi hiyo ya muziki tunajua kwamba ni lazima tu utakuwa unakutana na changamoto ambazo zinakuwa zinakukabili wewe. Hizo changamoto ni changamoto gani, na pia wewe kama wewe ulizikabili vipi? Karibu. Changamoto kwenye aina ya muziki zipo nyingi sana, hasa kwa wasanii kama sisi hapa ambao tunaanza kuchipukia kwenye game la muziki. Changamoto ambayo huwa mimi kwa upande wangu huwa inaniumiza sana na huaga inanitatiza. Unakutana kuna tamasha labda limetokea au labda show imetokea mtaani. Sasa kupata nafasi pale ya kwenda kuperform, hiyo ndio changamoto ambayo kwa upande wangu mimi pia naona. Na kitu kingine ambacho nakiona, si wasanii wadogo kiukweli tunazalaulika sana, ingawa tunajituma nini, lakini kiukweli tunazalaulika. Yaani mtu akikuona unaimba kama mimi sasa hivi, yani nikiwa mtaani naimba, unajua ni mtu mwingine, mwangalie yule naye pia naimba, na yeye anataka kuwa Diamond eti aonekane kama mtu fulani, unajua. Lakini ndio hivyo, changamoto ndo kama hizo. Lakini pia kitu kingine unahitaji, kwa mfano kama mimi nahitaji kwenda studio, unajua studio producer anahitaji hela pale ili uweze kufanya kazi. Sasa changamoto ambayo ipo, mimi pia inatakiwa mimi nitoe hela ili niweze kufanya kazi pale. Na muziki wa singeli sasa hivi kama unavyojua upo international zaidi. Sio kama miaka ya nyuma. Sasa hivi maproducer wamesoma, wasanii wamesoma, unajua. Na sasa hivi muziki pia unaenda kimitandao.
kwamba ukienda vibaya vibaya pale wanaweza wakakufukuza tu, kwa maana wala muda wa kupoteza. Kwa hiyo sasa unakuta mwisho wa siku producer anahitaji hela, umeona bwana, mambo ya mitandaoni, kuposti nyimbo, kufanya nini, inahitaji hela. Kwa hiyo sasa hiyo ni changamoto kwa mtu kama mimi ambaye sina support, sina management. Lazima nifanye kazi ndogo ndogo, nijiwekeze hela niweze kufanya kazi ili kazi itoke, na kazi ikiwa nzuri hivyo inabidi tushuti video. Sasa unakuta director naye pia atahitaji hela ili kwenda kuipush nyimbo kwenye maredio, kwenye platform tofauti, napo kule napo pia atahitaji hela. Hiyo changamoto kwa kweli ya muziki kwa kweli inakuwa ndefu sana kwa sisi wasanii wadogo. Sasa katika process hiyo ambayo umesema katika matamasha, si unakuta unaenda pale unajiandikisha, pia unakuta kuna process zote ambazo ziko pale, zote ukizifuata si mna perform vizuri tu, au hapo kuna changamoto gani? Karibu. Changamoto ipo, changamoto ambayo ipo kupata nafasi pale. Yaani mtu yule ambaye yupo pale kwenye lile tamasha, yeye atakuamini vipi pale? Yaani unakuja tu bwana blaza, mimi naomba kuimba bwana na mimi naimba. Yaani mtu akikuangalia anaona sasa unajua tena si wasanii ambao wadogo. Wewe naye unaimba naye? Mimi naimba ndugu yangu hivi na hivi. Na kipaji. Kwa hiyo jinsi anapokuona vile anaona huyu hamna kipa sasa. Kwa ndo changamoto hiyo, unakuta nafasi unakosa, au labda mwingine anaweza kukubalia poa mdogo wangu subiri hapo utaimba, lakini mwisho wa siku upate nafasi. Sawa jamani, tuendelee kutizama kipindi chetu cha Mshahara TV, na kama unavyoona bado tuko naye, huyu ni MC Toffa. Sasa MC Toffa, bado mimi narudi kwako wewe. Ningependa kujua historia yako ya maisha mpaka umeweza kuingia katika sanaa ya mtindo wa muziki wa Singeli. Karibu. Asante. Kwenye historia ya maisha muziki wa Singeli, muziki wa Singeli mimi nilianza kufanya 2016. Kipindi hicho mimi nipo darasa la 6. 2017 pale ndo nilianza kufanya kazi. Nakumbuka kazi yangu ya kwanza kabisa ilikuwa inaitwa Dela, na nilishuti video. Hiyo ni 2017 hiyo. Hiyo 2017 sasa. Kwa 2018 nikaja kufanya wimbo mmoja unaitwa Chula wa Kwenda. Ndio nyimbo ambayo ile kidogo ambayo ndo iliniinua hapo. Lakini kuja huko 2019 na 20 nikafanya video zingine Mdundiko, Taisoma Namba. Lakini kwa miaka hii miwili karibuni hapa sijatoa kazi kwa sababu ya harakati ambazo ninazozifanya kibiashara nini na mambo mengine. Kama unavyojua muziki unahitaji uwekezaji, muziki unahitaji support kubwa. Kwa muziki sio unafanya tu kwa kurupuka tu, umelala umeamka unataka kwenda studio urekodi utoe nyimbo hivyo. Kwa hiyo huko mwanzoni ulikuwa unapiga pande zote mbili, kwamba unafanya video na unashoot, unafanya audio na unashoot hapo hapo, ama zilikuwa ni audio tu video ukaja kushoot hivi karibuni? Karibu. Hapana, mwanzo kabisa nilikuwa nafanya hizo audio pamoja na video, nilikuwa nafanya kwa wakati tu ambao yani ni sahihi tu kabisa mapema. Lakini ambayo changamoto ambayo ilikuja kutokea kwa sasa hivi, kwa sababu unajua video zangu mimi nilikuwa nafanya mkoani, sio huku Dar es Salaam, nilikuwa nafanya mkoani nyumbani Morogoro. Kwa maana yake ulikuwa unazipiga pande zote mbili, kwamba unaweza ukafanya audio na at the same time nafanya hizo video, si ndio? Ilikuwa hivyo. Sawa. Na tunajua kwamba hapo sasa una mambo mawili, una usanii wa muziki wa Singeli na pia upande mwingine una kazi ambazo ni biashara zako, si ndio? Sasa hapo unapataje nafasi ya kufanya mambo yote mawili kwa wakati mmoja? Kiukweli kabisa ni kwamba muda wa biashara nimeutenga, na muda pia wa kufanya mazoezi ya muziki nimeutenga. Unajua mimi mwenyewe na vifaa vya kufanyia mazoezi, yaani na laptop yangu nini, nipo nimekamilika nyumbani kwangu. Kwa hiyo kuna siku ambazo huwa nimezitenga hizi naenda kufanya harakati za kutafuta hela, lakini kuna siku ambazo nimezipanga ambazo hizi ni siku ambazo za mimi kufanya harakati zangu zingine tofauti na na biashara. Kama weekend tu mimi nimejitengea kwamba hii weekend, kila weekend baada ya mwezi huwa mimi nakuwa niko busy nafanya mambo yangu ya muziki, mazoezi, labda kwenda studio kwa mtu fulani nini hivyo. Lakini siku tu hizi za kawaida huwa nakuwa busy nafanya biashara zangu. Na wapi ambapo unatumia nguvu nyingi sana, kwenye biashara ama huko kwenye sanaa ya muziki? Karibu.
Mimi si mnafiki kwa sababu kwenye muziki sina support yoyote, na kwenye biashara mimi si mfanya biashara mkubwa. Kwa kote kote natumia nguvu. Kwenye muziki natumia nguvu, na hata kwenye biashara natumia nguvu. Lakini sehemu ambayo natumia nguvu kubwa sana kiukweli ni kwenye muziki. Kwenye muziki mimi natumia nguvu kubwa sana. Sawa, na hapo hapo kwenye muziki kwamba ukiwa umekaa labda au ni ile ukishapata tu kimstari unakopi kwenye daftari, ama ni mtu ambaye ukikaa ukitulia ndo hapo hapo mistari inakuwa yenyewe inajiarrange kichwani na bila kusahau, au unakuwa na rekodi kwenye simu, au na njia gani ambazo wewe unazifanya? Au karibu labda utueleze njia ambazo unakuwa unazifanya kipindi ambapo unahitaji kuandika nyimbo. Karibu. Swali hili nimelipenda sana. Nimelipenda sana kwa sababu na rafiki yangu mmoja kipindi tupo studio tunaandika nyimbo fulani hivi alicheka sana. Mimi huwa nyimbo zangu jinsi ninavyotunga sijajua kwa watu wengine, ila kwa upande wangu mimi huwa mimi mpaka nikiwa natembea, labda ninatoka hapa naenda Temeke, au labda natoka hapa naenda sehemu fulani tembea kwa mguu. Yani huwa ndo napata idea. Kwa mguu yenu kwa kwamba ukitembea kwa mguu idea muziki inakuja. Yani huwa mimi nikiwa natembea huwa ndo idea huwa inakuja, lakini baada ya kuja hiyo idea huwa mimi mara nyingi huwa natumia simu kwa ajili ya kuhifadhi ile kumbukumbu. Kwa maana unaweza ukaandika ukajikuta mbona mstari umepotea afu nitaka niweke hivi, si ndio? Kuna kitu kinaitwa melody, hata melody yenyewe pia unaweza ukaisahau. Lakini mimi huwa mpaka nikiwa natembea labda naenda sehemu huwa ndo idea muziki inanijia kichwani, lakini sio kwa kukaa. Na kutembea kwenyewe manake ni umbali mrefu, sio umbali yani labda kutoka hapa sio labda kilomita 5 2, hapana. Inategemea na idea yenyewe inavyokuja. Ila huwa tu nikiwa natembea labda naenda sehemu fulani ambayo kidogo ni mbali, naweza nikasema inaweza ikachukua hata kilomita 1 hivi, nikiwa natembea huwa ndo napata sana idea ya kuja nyimbo. Na nyimbo zako almost zinachukua dakika ngapi? Karibu. Mimi napenda sana kufanya nyimbo za muda mfupi. Sipendi sana kufanya nyimbo za muda mrefu. Sipendi kuwachosha wahusika ambao hawakutizama, wasije wakasema huyu vipi huyu. Mimi nyimbo zangu huwa ni za muda mfupi sana. Napenda kurekodi nyimbo kama itakuwa imeenda sana basi ni dakika 4, ila dakika 3 na sekunde 30 hapo ndo mwisho wangu. Sawa. Jamani, huyu ni MC Topha kama nilivyotangulia kusema. Basi tuendelee kukaa kwa kutulia. Kipindi chetu bado kinaendelea. Sasa MC Topha, bado mimi narudi kwako wewe. Wewe ni msanii, si ndio? Sawa, tunahitaji tushishie mistari japo kadhaa tu hapo ya nyimbo yoyote. Tushishie mistari raia tuweze kukusikiliza. Karibu. Okay. Najitushia mzigo, hali yangu kumbe sio sawa. Daktari wa mapenzi yupo wapi anipatie dawa? Najitusha mzigo, hali yangu kumbe sio sawa. Daktari wa mapenzi yupo wapi anipatie dawa? Yote kumpenda kumbe kazi bure, mapenzi ananifanya nilie, na kesha kama mzukule, na kunywa pombe chanzo ni yeye. Yote kumpenda kumbe kazi bure, mapenzi ananifanya nilie, na kesha kama mzukule, na kunywa pombe chanzo ni yeye. Kinacho ni umaroho, nishamtolea barua, anawafata mabisho, mimi ananizingua. Kinacho ni umaroho, nishamtolea barua, anawafata mabisho, mimi ananizingua. Na maumivu ya mapenzi, na maumivu kumsahau siwezi. Safi sana, umetisha sana. Nirudi tena kwako kwamba ni role model wako, yani niseme ni msanii gani ambaye wa Singeli ambaye unamkubali sana, ambaye yeye ndo alokupa wewe vishawishi vya kuweza kuingia katika mtindo wa muziki wa Singeli? Wasanii kiukweli walikuwa wananivutia mwanzo na mpaka hivi sasa. Wa mwanzo kiukweli sasa hivi kwenye game wapo, lakini wa sasa hivi wapo ambao wapo. Kwa mfano msanii ambaye mimi sasa hivi anayenivutia ni Dula Makabila. Dula Makabila wapita huko, si ndio? Huyo mimi ananivutia, ndo msanii wangu ambaye namkubali. Yaani akitoa nyimbo lazima nikae chini nisikilize, kwa sababu ndio msanii ambaye anayefanya Singeli international. Yaani ukisikia Singeli Dula Makabila akaitoa, hata kiongozi anakaa na isikiliza, ni nzuri, haina sijui mapukushane masela sijui nini. Nyimbo zake zinaeleweka.
Na pia watu wakitaka kuona kazi zako katika mitandao ya kijamii wanakupataje? Karibu. Kwa upande wa YouTube natumia MC Toffa. MC Toffa kwenye upande kwa jina MC Toffa watu wengi waga sana na wachanganya. Mimi natumia MC Toffa ya TOPHER. Yaani MC Toffa, yaani kama Christopher ile ya kizungu yenyewe ilivyo, sasa ile Toffa ya mwisho ndio nayo tumia mimi hiyo. Kwa hiyo kwa upande wa YouTube natumia MC Toffa, upande wa TikTok natumia MC Toffa, Instagram pia natumia MC Toffa pamoja na YouTube. Sawa, basi mimi nisikuchoshe MC Toffa, umetisha sana. Tukutane tena siku nyingine pale ambapo utakuwa unatembelea V8, utakuwa unatembelea Harrier. Mimi nitakurejea. Lazima nitarudi kuja kujua maendeleo yako. Basi watazamaji, asanteni sana kwa kunisikiliza. Ulikuwa pamoja nami Ruthie Mshaala. See you next time. Bye bye.